Clouds TV, empowering lives. In part of for you to succeed, to win this battle, we have to be having what we call humility. And the Bible says, therefore, submit to God. That is the most important thing. Submission to God. How do we submit to God? How do we surrender to God? Because so many of things that will happen in our life is we think we know, yet we don't know. We think we are Christians, good for that matter, so religious for that matter, so strong for that matter, but in the actual sense, we are far from what is called godliness. But utakuta tuko kanisani. Ndio nakuta Biblia inasema wakati wa hiyo siku ya kiyama tutaenda kumwambia Mungu, kumbuka mimi ndio nilikuwa nahubiri. Kumbuka mimi ndio nilikuwa natabiri. Kumbuka mimi ndio nilikuwa intercessor. Lakini Mungu atakwambia, ondoka, sikujui. Kwa nini? Kwa sababu ulipiga makelele, uliishi katika ulimwengu huu na haukuandikwa kwenye arafa zozote zile za kule mbinguni. Kwa hivyo maisha yako utakuta tu uliyapoteza bure. Bwana Yesu asifiwe sana. What will have caused this to happen? It is one problem, that we never submitted to God. Whatever you do, hata kama tuko hapa kanisani, we succeed because of us having been able to submit to God. In our marriages, we succeed because of us for having submitted ourselves to God. In businesses, we succeed because of having submitted to God. In workplaces and all manner of things that we do, you can never succeed if you do not submit. To submit to God is to do what? To submit to God, it is to remove all of you, empty yourself, and then fill yourself with God. But when you still work under the experience of life, when you still work under the education that you have, and you still work under the kind of work you are, the kind of position we have on earth, it is you have not given God the position to give you the perfection of whom you are. When you empty yourself, you remove all of you from inside and let yourself to be an empty cup, then God will find space to fill himself in that empty cup. And from there, you will be guided, be controlled, and you will live a life that is full of God, a life that is of God, a life that is full of forgiveness. Because when you surrender to God, you surrender to total forgiveness. When you surrender to God, you give yourself to God, and God will just control, psychologically control, physically control, spiritually control, financially control. That is meaning that you have surrendered to God. A ministry like this one cannot succeed if we have people who are full of themselves. If we have intercessors who do not sit down and listen because they have been intercessors. Sisi ndio tulikuwa kwa Harrison Nganga, sisi ndio tulikuwa kwa James Maina, sisi ndio tulikuwa kwa Moiro, sisi ndio tulikuwa tukifanya. That means you are not operating from God's perspective, but operating from the perspective of the experience. That you know many things. You know how prayers are supposed to be done. Prayers in a church, they are not supposed to be conducted based on the experience. Prayers in church are conducted based on the Holy Spirit. And the Holy Spirit can come only to you if you surrendered to God. If you let God do his will. If you let God do his working in you. If you let God think on your behalf. If you let God do on your behalf. That means you have surrendered the whole of you and let God take over control. Then once God takes over control, the Holy Spirit finds a room. Because when you have the experience takes the position of God's will. And that's why you see when Jesus was telling his disciples how they will be praying, he said, hallowed be thy name, thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallowed be thy name. Thy
thy will be done on earth. So it is all about the will of God. It is not about what you learned in college. College, what you go to learn in college, it is a ground to make you understand the positionings of God. It is a ground to make you have a footing. But everything, everyday moves is controlled by the Holy Spirit. Therefore, if you surrender and release yourself to the Holy Spirit, what happens? The Holy Spirit will make moves for you. So anything that you want will open up to you. And once you surrender to God, you will start from today be operating in an open heaven, because you have surrendered to the will of God. So when you are in the will of God, everything that is of the will of God will openly come to you, and you will be succeeding in every move that you do. That's why I see so much of us, we are suffering. So much of us tunapitia kwenye mateso mengi. So much of us tunapitia katika hali ngumu kwa sababu ya kutotembea na kutoka kujinsi Mungu anavyotaka. Because when you are in the will of God, and in the position of God, and in the timings of God, God provides. Because when you are in the will and the time and the place, all the compartments that accompanies the will of God are released to you, are given to you. You find time, you find situations that were so difficult for you to do, they are so easy. You find that maybe it was so difficult for you to get money, you find money comes, flows. People will be commanded from all sorts of life. When Job was just walking in the grace of God, and when Job was verse 1, verse 2, chapter 1, chapter 2, you find Job losing almost everything. Job suffering, Job crying, Job facing a huge challenge. Even the devil himself presenting to him and telling the Job, stop this thing you are doing. Stop this nonsense of following God. Stop this nonsense. See, now you have lost your goat. You have lost your cows. In one day, he lost cows. One day, the children. One day, the cow, the goats, everything lost in one day. The devil came and convinced him. Wachana na hii kitu nasema huyu Mungu. Hii Mungu na shida ukisema sema. Angalia hii maneno yote. Kama huyu Mungu angekuwa hai, hii maneno ingefanyika. Lakini kumbuka ni shetani mwenyewe. Kisha shetani akaenda kwa Mungu akamwambia Mungu, huyu kikimutu kinakufuata kwa sababu ya mali. Kwa hivyo hizi vitu tunakuaga nazo zinaweza kukutatiza relationship yako na Mungu. Hii pride na hii position tuko nao, na hii kapawa na hii pesa tuko nato, tunaweza kufanya Mungu atoroke kwako. Kwa sababu ukiona huyu Job, shetani alienda kwa Mungu kumwambia, the only reason this man is following you ni kwa sababu ya hii mali. Kwa hivyo fanya jambo, mnyang'anye mali uone kama atakufuata. Kwa hivyo our pride, our experiences and our knowledge, worldly knowledge can cause you not to get the blessings of God. Because that is the reason that it takes the devil to God. The reason, the material around us, it is the only reason that can take the devil. Aende kwa Mungu kuambia Mungu, huyu mtu anakufuata kwa sababu ya huyu mke wake. Huyu mtu anakufuata kwa sababu ya hii nyumba. Huyu mtu anakufuata kwa sababu ya haka kagari. Na kweli ukikuja unaambiwa kagari haka patiana. Uende kwa kanisa fulani upatie na kagari haka. Unapiga mahesabu, hii kagari ndio kanakupeleka kazi. Unapiga mahesabu, watoto wako wanapeleka kwa asubuhi na kagari. Unapiga mahesabu, unasema anako demo hono kule, kihonoko tiolimo. Sasa unaanza kuweka nini? Unaanza kuagi na Mungu, na Mungu ndiye alikupatia haka kagari. Na wakati alikupatia alisema, oh, God did a miracle. He has done it again. A miracle has come. Mimi nilipata tu pesa, nikabiashara tu kadiri kadogo kalikuja, Mungu akanipatia, nikapata 800,000, nikakibia nikanunua kagari. Sasa wakati wa kuambia na Mungu patia na wako kagari, sasa unaanza kuagi watoto wanaenda ka hospitali, wa shule, hii ndio kanipeleka kazi, hii ndio kananifanyaga. Because the devil alienda kaambia Mungu ya kwamba huyu mtu anakufuata kwa sababu ya nini? Ya hii kagari. Na kwa hakika unajaribiwa, unaambiwa patia na kagari, unaanza kuambia Mungu, unajua sasa kazi naendaka kazi na nibali, watoto lazima wapelekwe shule. Si unajua Mungu watoto wanaendaka shule. Alafu si unajua Mungu naendaka out. Si unajua Mungu. Sasa
Na kabla ile alikuwa hajakupatia hiyo 800,000. Ulikuwa unafanya, watoto walikuwa naenda shule, ulikuwa unaenda kazi vizuri without problem. But when he gave you, and that is the reason now, shetani amekuja ameambia Mungu, hebu tumjaribu. Na hakika unaaguka mtihani. Sasa shetani anapata nafasi ya kukushambulia. Some of us, we have opened these gates. Some of us, we have let God. When you have these things, unaishikilia. When you have this business, unakashikilia. When you have the kazi, unashikilia. When you have this ministry, unaishikilia. When you have this husband, unashikilia. When you have this wife, unashikilia. You lose the presence of God. You lose the position of God. But when you surrender everything in totality, your children, your husband, your work, everything that you have on earth, because it does not belong to you, then God will take his position and he will provide. When somebody called Solomon was asked by God, ask what you want from me, then I will give to you. Imagine God was so happy because of this guy slaughtering ng'ombe 1,000. Alikuwa amechinja ng'ombe 1,000 kama sadaka. Sasa Mungu alikuwa amefurahi. Baka alikuwa, unajua, there is a way how you intimidate God. There is a way you bring God on board. Mpaka Mungu mwenyewe anaondoka kwa principles zake, anakuja kwako, anasubmit kwako, anakuuliza sasa niambie uredake, niambie uredake. Kwa sababu amefurahi. He's so happy, so delighted because of what you've done. So he's so delighted because of serving in the ministry. He's so delighted because of what you've done. So he's so delighted because your sincerity, your genuinity, your desire to serve him. He comes, anakuja kwako, anakutembelea, anakuuliza unataka nini sasa nikupatie. Wana amefeel, yani umemshida, ukamhota, yani ni uhotete wedo wake kinya akaigwa ndindiraiwa dena thire wa mundu uyu. Niko na deni, wacha niende kwa sieve nikauzungumze naye nikamuuliza anataka nini. Kwa sababu akiwa pale ushampiga kabale, umemkamata mpaka anashidwa, anasikia aibu. Unajua kuna Mungu anasikia aibu hivi vile amefanya, because God said, I am a promise keeper. I will never forsake you nor leave you. God is a promise keeper. Whatever he promised is going to have to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na njia mzuri ya kushinda Mungu, unamkamata hivi na unamkalisha kwa kiti, unamwambia sasa msema, ni kumkumbusha promises. Lakini hizi promises kumkumbusha, lazima na wewe ulifanya kulingana na venye mliagana na yeye. Kama mliagana na yeye utakuwa mtu mzuri, uendelee kuwa mtu mzuri. Lakini sio kwenda kumkumbusha, unajua Mungu ulisema that I will never be, you never forsake nor leave me. Lakini huko ukifanya mambo mengine baya, atakuachilia tu. Akakwambia hata kama wewe umekuwa ukisaidia masikini, wakati wako wa ugonjwa atasimama na wewe. Those are the promises of God. And that is the only way you can win the battle against the devil. Reminding God the promises he made to you. But these promises, he will also come to you akuulize, yes, I promised you. Did you do my will? Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, do you do the will of God? Yeah, kama ukimwangalia sura, mwangalia venye amegeuza macho, utajua huyu hakuna kitu anafanyaga. He is not in the will of God. So this is therefore submit to God. Resist. When you have submitted to God, you have the power to resist the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. You have the power. When you have submitted to God and you let God do his will and you let God move and do the way he's supposed to do, you have the capacity to release, to resist any plans of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mtu ndio huyu, unatoroka, unamwambia, unajificha, napiga kona moja, napiga kona mbili, unaenda. Because you have the power. Usipokuwa na Mungu, hauwezi kuresist mitego ya dunia hii. Usipokuwa kama wewe ni mwanaume pastor ama mwanaume mchungaji ama mwanaume ambaye ni muokovu, kitu kikubwa inakujaga kwako belebele, inapita huko ni hii maua ya hawa watu. Inapita mzuri, maua mzuri. Sasa inakujaga geo, sasa hiyo umefuga vizuri sana, umekaa mzuri mpaka unasikia roho ako ndani anatembea. Sasa hiyo ndio unaona huyu mdada anakuja akipita mbele yako, na huyu mdada sana kwambia, you know what?
Mungu alinisugumsia akaniambia wewe ndio mtu yangu. Na sasa kumbe ulikuwa umeambia Mungu ukiwa Katoroni, ukamwambia Mungu ninataka nikitoka hapa nikifika nyumbani uninenee kuhusu ndoa yangu. Kumbe naye shetani alisikia, anakutegea hapo kwa njia, anakutumia mdada, na mdada anakuambia mimi niliota tukifanya harusi mzuri na ilikujwa na watu wengi. Unaenda ukisema haleluya, Bwana asifiwe, amenijibu. Kumbe ni shetani alikusukumusia. Ni kwa nini aliweza kukusukumusia? Kwa sababu hauko, you have never surrendered to God. Because once you surrender to God, God will create his moves in your life. God will create his directions. Everything that you want to do will be easily. Where the hand of God is, everything will work. Bwana Yesu, you don't need to struggle. You don't need to fight anybody. You don't need to compete with anybody. You don't need to struggle against anybody. You need only to stand in the gap of God, in the position of God, in the place where God has placed you, and you will make it because God will be with you. You'll be able to run away and resist the devil, and he will free from you. Once you resist the devil has the capacity of fleeing from you. Anakutoroka tu. Unaenda bako unajaribu, unamwambia uko wapi? Unasikia ametoroka. Unasikia tu ni kutoroka na toroka. Because of what? You have the presence of God, you have the power of God, and you've got authority of God with you. Amen. Therefore, in verse number 8, nasema, draw near to God and he will draw near to you. So had you not submitted to God, you can never be able to draw near to God. Therefore, God will never draw near to you. So there is a gap between us and the devil and God. There is a gap. Kuna mwanya mkubwa sana. That is why he's telling you, draw near to God and God will draw near to you. So it is not a one way. It is a two way. As you make a step forward, he makes a step forward coming towards you. So you are going to meet at a point. And that is why I normally tell you, do not worry over a situation that you are going through. Just be righteous with God. Just be closer to God. Just do the will of God. Be that punctual to God. And God will create a position to embrace you. Because when God, the step you make towards God, then he makes another step. Mind you, if you are 1,000 steps away from God, those 1,000 steps you have to make them. So nikikuja nikuombee hapa na kitu ikosa kufanyika leo, kesho you are in the process. Usha answer to moving closer to God. As he is moving closer, you are also moving closer. At some point mutakutana na atakuembrace, na atakushika, atakuinua, atakubariki. So these things that we do, the things of faith, the religious faith, we are doing all these things in faith that God has been working with us and he will be working. So therefore, when you draw near to God, he draws near to you. Then, but be of that, cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Hallelujah. So our hands, mikono yetu imejaa damu. Ndio tunaambiwa, cleanse your hands, maana mko na mikono michafu. Hii mikono imeshika maneno, imemwaga damu. How many people have you backstabbed? How many people have you sengenyad? How many people have you umeongelea vibaya? How many deals have you done that have brought people down? Bwana Yesu asifiwe sana. The most important is to understand that your hands, cleanse your hands, you sinners, makata, and purify your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Purify. Once you cleanse your hand, then purify your heart, because you are double-minded people. That is a Christian. That is a Christian for you. A double-minded. Ni mukristo sahi, another 5 minutes utafute ukristo yako unakosa. Anakuambia kajiga jeso yote hani. Utajua mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukimaliza kufanya hizo vitu zote, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuma kweleka na Bwana amenibariki sana. Sasa unaanza kutolea ushuhuda mtu na you have been nowhere. When you come to church and instead of doing the right work of God, you unakuja kufanya madeals kanisani, kukata madeals in the church, kufanya mabiashara ndani ya church, you will never succeed.
You will never, and you will put your children into a generational curse for the next 10 years. Because those are what we call spiritual mistakes, and that is what we call the double-minded people who they came to church, but they never came to church to serve God. They came to church because there is kuna kamwanya ya kutengeneza pesa. Those people, they die miserably. They die like dogs. They suffer with their children. They suffer with their families. They don't succeed. Those people who come with ill motives. Amekuja yeye, unaona ni mwokovu, lakini amekuja akiwa na kanjia kegine na tumipago tugine twa kudanganya watu, twa kuonyesha watu venye atakuwa akifanya. Those people, they die miserably. Ndio nakutaka mtu anagojeka tu, lakini hajui ni kwa nini anagojeka. Amepelekwa hospitali, ni mgonjwa, anatibiwa na bio ni ugonjwa wa heart. Kienda kwa hospitali hii nyingine anaambiwa ni sukari. Akienda kwa hospitali hii nyingine anaambiwa ni chubi. Akienda kwa hospitali hii nyingine anaambiwa ni ugali ya uga. Akienda kwa hii nyingine anaambiwa vitu zinaenda. Migonjwa unakuta migonjwa yake inaenda kibadilika, ikichange, ana operate under generational curse. Na hiyo curse alitoa kwenye madhabahu. Kitu ya madhabahu usiwahi kukula. Kitu ya madhabahu, kitu ambayo imeguzanishwa na kazi ya kwenda kufanya kazi ya Mungu, imetolewa. Unajua the thing people don't understand, ni hii kitu. Ile sadaka mnaonaga inaletwa hapa, sadaka zingine zinakuwa ni ukimwi, ingine inakuwa ni kansa, ingine inakuwa ni umaskini, ingine inakuwa ni madhabahu ya mababu. Hiyo ndio mtu amebeba, ameiwekelea wapi hapa. Ndio unaonaga ukikuja, hata kama niko na 1 million kwa mfuko, na hiyo pesa niliokota hapa kwa madhabahu, siwezi nikakupatia. Ukiniomba pesa na kuambia sina, kwa sababu siwezi. Ile pesa nitakupatia ni my own money, ambayo si ya hapa. Hii nitakupatia noti ambayo ilikuja na jina cancer. I'm telling you, cancer itakukamata through me, ambayo nimekupatia. Ndio unaonanga wacha kukibiria mchungaji ati nipatie fare. Na ukiona nimekuangalia na macho baya, wewe toka tu, kwa sababu sina, niko na pesa lakini sitakupatia. Hiyo pesa si nini, hiyo ni kansa. Lazima hiyo pesa iobewe. Ndio unaonanga pesa lazima iobewe. Sadaka yote lazima iobewe. Kitu yoyote ambayo imetolewa kwa sababu ya kanisa, hujui lazima ifanye nini. Kama saa hii nimeenda, mtu ameniambia hapa amenipigia simu, kuja tuende. Akaniambia kuja, mimi niko na shida. Kumali unisinaona nimekoda, mimi nilikamatwa na kansa. Na sasa mimi nataka ninunulie Mungu kitu ambayo aniponye. Bwana Yesu sasa amenunua hizo kamera. Sasa hawa majournalisti hawa waanze sarakazi zile za Sade na hii masini na hii kansa. Utaona venye watafanyi. You have to be very careful na hii madhabahu. Very careful. That is where you should be a one-minded person, a believer, a walker in the process of God. And you will succeed. You will win because you have surrendered in totality. When you are doing this work, kama ni nyinyi watu wa vyombo, munashikana mikono munakuja, you surrender to God so that he can run these machines. These machines, kuna watu wa shetani, kuna maroho ya kishetani, waganga, wachawi, malaika kutoka kule kwa baharini, walikuja wanatembea juu hapo. Hamuzioni zinatembea. Mulisikia hata watch peke yake inafanyika githito. Mtu amekuja hapo amejifanya. Na hii kitu inakuwa inachungwa gari. Si kila mtu anakuja hapo. Chunga mahali unafanyia kazi. Where you have been given a position, chunga kabisa. Because that position is always constantly under attack. Umesikia? So ukiona mtu anakibia pale atakuja kuguzagusha masini, larua kofi tu, kuja nitalipa bill. Hiyo ni mabia chapa tu. Kwa sababu amekuja, ametumwa, ako na nia. Ujui yeye aliguzaguzana. Umesikia? Tuoshe mikono yetu, maana iko na dhambi. Nimeguza buju na buju ametoka kwa muganga, nimemshika. Na aliambia tu ndio ukifika huko wasalimie tu, wasalimie. Utawaleta kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I'm saying. You must guard your hearts. You must guard your hands. Because kupitia kwa mikono, tuliona wakati wa corona, watu walipooga vizuri mikono, mahospitali watu walihama kwa sababu magonjwa iliisha. Magonjwa mingi ni mikono imeleta. Bwana asifiwe sana. So even spirits nyingi zinaletwa kwa mkono.
Bwana Yesu asifiwe sana. So do not allow anybody to cross that border. Do not allow anybody to come and cross. At every person can come and cross here. No. Hata hizo viti mkikuja, wale watu wanahubiri, mnakuja mnachika hizi viti, mnazitakaza. Kuna mtu amekalia gedito na amekuja na amekelea gedito hapo, anakaa tu hapo amekelea gedito. Sasa mtu mwingine akikuja anachukua gedito anapeleka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta mkikuja, badala mtu unaona mtu ametoka nyumbani ni fresh, ukimwangalia uso venye ameoga ni mtu fresh, lakini unashitwa huyu alaireko tiko kama, na akitoka mahubiri kisha macho inakodoka vizuri na anaanza kukaa vizuri na raha mingi sana, na wakati alikuwa anahubiriwa na neno lilikuwa lake. Why? Alinyamazishiwa kwa kiti. Life is spiritual. Everything you see, don't just ignore. Ukiona hizi makamba zimewekwa hapa, don't ignore. Ukiona tumahua kama hizi tumewekwa, don't ignore. Life is spiritual. Mahua kama hii ikikuja, wacha kuachilia iwe kuja iwekelewe mara moja. Hapana, hiyo itakaze tu iombe. Haka kasipika haka kanaweza kufanya ukufe na kanaweza kufanya uende mbinguni. Kadogo tu. So these things, life is spiritual, and that is where unasikia anasema, wash your hands, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift you up. Humble yourself in the sight of God. Hiyo kicheko yako igeuze ikuwe kilio. Piga malikilio, lilia hapa mbele ya Mungu. Lia, muite Mungu kwa kilio. Muite tu kwa kunyenyekea. Muite kwa kusarenda. Muite, atakusikia na atakubadilishia maisha yako. Tusimame tu kwa miguu yetu. Let's thank God. Father, we thank you. We give you honor and glory. We worship you this evening for having given us this wonderful opportunity again to come and worship you. Father, we are going to be humbled. I surrender to you to be humble, to be used by you, to be controlled, to be managed, to be spoken to be talked to by you. Let the Holy Spirit be full in me. I empty myself, fully empty, so that you can take control. Take your position in my heart. Take position in my blood. Take position in my body. Take position in this ministry. Father, never allow me to stand before your people to boast around, but always use me to teach your people. Always use me, Father, to be humble. Always use me, Father, to be a teacher unto your children, that they may from today be guided by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Kidogo tu, funga macho yako. Shika, simama tu. Nataka ushikilie hapa. Hapo hivyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtoto huyu namkabidhi mikononi mwako. Against every demonic agenda, against all evils around her life, the spirit of witchcraft from the grandmother, from the grandfather, from the uncles and the people around her, that they have destroyed her. Wamemwekea chukizo, wamemwekea kutokupendwa. Ninamtenganisha, ninakata kitovu kilichomshikanisha na hawa watu kutoka sasa kwenda mbele. Let the will of God be done to you. In Jesus' name, you're free. Bethel Clouds TV, empowering lives.